Ukianzia wakati wa maandamano wa vijana hadi mashinikisho ya kimataifa, hali haijakuwa shwari kabisa. Kwanza keti kitako uweze kusubscribe ili hajaweza kusubscribe ili uweze kujiunga nasi tuwe na mazungumzo kuhusu rais wetu wa nchi, Rais William Ruto. Nimeona wengi wakisema kwamba Rais William Ruto ana shida ya kiakili. Rais William Ruto ni mtu ambaye hana bahati. Wengi ambao wameweza kutaja haya wameweza kushtumiwa vikali. Kuna baadhi ya viongozi ambao wamesema Rais William Ruto aweze kupimwa akili ili tuweze kujua ako na shida gani. Kwa nini nasema hivyo? Tukiangalia wakati ambapo kulikuwa na maandamano na hasira ya wananchi mwaka 2024, ni maandamano makubwa zaidi ambayo yaliongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Vijana hao ambao walikuwa mstari wa mbele kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 waliweza kudai kwamba ushuru umepanda kupita kiasi na maisha ya Wakenya yamekuwa magumu zaidi. Vijana hao ambao waliweza kuandamana na kuvamia bunge la kitaifa, polisi pia waliweza kuchipu kwa nguvu na ripoti zikaonyeshwa vifo kadhaa. Kesho yake Rais William Ruto aliweza kulazimika kufuta mswada huo. Ni hatua ambayo ilitokana na shinikisho kubwa la umma na wananchi. Kizazi hiki cha Gen Z ambazo kiliweza kuungwa mkono na vizazi vingine ikiwemo wazazi, hawajakoma. Wananchi wanataka zaidi, wanataka mabadiliko ya kweli na uwajibikaji wa serikali ya Kenya Kwanza. Ukitaka kujua Wakenya wamekasirika, angalia ishara za hasira ambazo Wakenya wanazo. Mijuzi tu katika mkutano wa Dala kule Migori, ambapo kijana mmoja alirusha kiatu kuelekea Rais William Ruto ambaye alikuwa anapeana hotuba. Kurushwa kiatu ni ishara ya aibu kubwa, dharau kubwa. Na tukio hili liliweza kusambaa sana mtandaoni na kuweza kuzua mjadala mkubwa na mizaa mingi ambayo Wakenya waliweza kufanya challenges za video. Ukitaka kujua Wakenya wana hasira, wanatumia majina ya utani kwa Rais William Ruto. Walianza kumuita Zakayo ambaye ni mtosha ushuru. Kasongo pia limeweza kuenea. Hayo yote ni kielelezo cha chinzi ambayo wananchi wanavyomchukulia ama kumchukia rais wa sasa. Mbona mpenzi mtazamaji wangu nimeweza kukumbusha hili? Rais William Ruto hajakataliwa nchini Kenya peke yake. Amekuwa kipaumbele katika kuunda uhusiano wa kimataifa na nchi za nje. Katika upande wa mahusiano wa kimataifa, Rais William Ruto amekuwa akijenga uhusiano wa karibu
na nchi ya China. Amekuwa na ziara za huko Fujian, China, ambapo walikuwa wamepanga na kulenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na nchi ya China. Ukumbuke Rais William Ruto alikuwa ameitembelea nchi ya Marekani. Aliweza kukaribishwa na red carpet, kakaribishwa na amri ya jeshi, kakaribishwa na Biden, akaweza kuwa na nia ya kuweza kupata mikataba ya kuweza kufanya maendeleo nchini Kenya. Aliporudi, kuna baadhi ya vinono ambavyo aliweza kuandaliwa na akaweza kurudi nazo, ikiwemo ni madeni ama pesa ambazo aliweza kukopa. Serikali ya nchi ya Marekani ikaweza kuinvest in some of the key projects katika nchi ya Kenya. Lakini punde tu Marekani ilipobadilisha rais, kumekuwa na tofauti. Marekani haijafurahishwa na jinsi ambavyo Rais William Ruto amekimbia nchi ya China. Seneta wa Marekani Jim Risch alisema wazi kwamba Kenya inapaswa kuangalia upya uhusiano wake wa karibu na China, akisema huenda ikaleta madhara makubwa ya kidiplomasia. Ukumbuke China na USA wamekuwa wakipigana on who should hold the world economy. These are two giant competing countries that wants to take control of the African where they know resources are coming from. Nchi ya Marekani, nchi ya China kumwaga hela zake nchini Kenya, wana nia ya kuweza kutoa kile ambacho wanakiona kidogo, kuwanyanyasa na kuwapambaza macho kwa vinono ambavyo mnapewa kwa njia ya madeni, mikopo na what we call international, how do we call it? Yani serikali za nje kuweza kumwaga fidia zake katika nchi yenu, kuonyesha kwamba wameweza kuwasaidia kwa njia ya kimaendeleo. Lakini mwishowe they end up taking every single coin that the poor African countries are struggling to raise. Rais William Ruto asipochunga ataweza kuwa ameharibu uhusiano wa nchi ya Kenya na Marekani ambapo alikuwa ameujenga hapo awali. Ndiposa umeona seneta wa Marekani ameweza kusimama wazi na kusema kwamba Kenya ikiendelea kuwa na uhusiano wa karibu na China itakuwa inaharibu uhusiano wa kidiplomasia wa nchi ya Kenya. Kumbuka USA ilikuwa imeongeza tariffs za imports from China to USA. Vile vile Kenya ikaweza pia kupigwa shoka na kuongezewa tax on the exports that Kenya is exporting to USA. If we proceed this way, then Kenya is going to lose a lot from the United States of America. Lakini haya yote yanatoka kwa Rais William Ruto ambaye tumeweza kusema kwamba ni mtu ambaye hana bahati kimaisha. Mpenzi mtazamaji, ningekurudisha nyuma kidogo kwa kukuuliza swali. Ikiwa wewe ni mwanaume, umempata mwanadada, umemrembesha, ukatumia fedha zako, ukamjenga,
siku 2-3 tena unaona huyu mwanadada akielekea kwa rafiki yako, rafiki ambaye hamna uhusiano mzuri, utahisi kivipi? Hayo nataka mnijibu kwa comment section. So that's what the USA is feeling wakati inaona Kenya imeelekea katika nchi ya China.